Burudani. Mimi leo niko hapa kwenye vijiwe hivi vya Posta Station na kwenda kuzungumza ya kimichezo na burudani zaidi. Mbele yangu mimi niko na mchungaji wa Simba na kwenda kuyaangazia yale ya kimichezo na burudani. Heri lakini ndugu yangu. Tunamshukuru Mungu sana. Mzima upo? Mungu ni mwema sana. Zimesalia siku takriban 10 napozungumza na wewe kuelekea kwenye siku ya kilele cha siku ya wana Simba Day. Na shauku kiasi gani ndani ya hizi siku 10 kuelekea kwenye siku yenu inawakutanisha wana Simba wote duniani, na ninapozungumza itakuwa ni Arusha pale Ngorongoro. Ile tunaita sikukuu. Ile sikukuu ya Simba. Na lazima sikukuu vae nguo mpya. Na sisi kila mwaka tunanunua nguo mpya. Tunaanza kutokea nguo hizi 3. Nyeupe, nyekundu na ya blue. Kwa hiyo sisi kila mwaka tunanunua nguo 3. Unaelewa? Ukiamua kuweka na vigombezo vingine unaweza kaamua ukanunua na skafu, ukanunua na nini. Kwa hiyo sisi kila mwaka tunakuwa na nguo mpya. Kwa hiyo siku ya tarehe 8 ni kilele cha sikukuu yenyewe. Tunavalishwa ile afu tunakutana pamoja. Tunavalishwa, tushavalishwa tu vile. Mnavalishwa? Tushavalishwa. Mnakutanishwa sehemu moja. Kama ni lugha moja, kama ni kuimba tunaimba. Kama ni kucheza tunacheza. Simba bwana na mambo mazuri, ndio maana Yanga waliiga ujue. Yanga, wewe unapenda historia ya Yanga. Yanga ilikuwa baada ya sisi kuwa na Simba Day. Walitukana kweli kweli wakasema mwanaume lini kawa na siku. Sio na nini? Kumbe walipoona tamasha la mwaka wa kwanza, wa mwaka wa pili, wakaona msitanie. Na sisi tunaandika siku ya mwananchi. Basi wakaiga. Na ni vizuri mtu kuiga kitu kizuri zaidi. Kwa hiyo tumepiga hatua sana. Hii itakuwa labda ni sherehe. Sikukuu yetu itakuwa labda siku ya 10 na ngapi sisi inafika sasa. Toka kipindi kina dalali. Kwa hiyo na hii tarehe 8 inaweza kuwa sikukuu yetu. Sio na hii itakuwa sikukuu yetu. Tutavaa nguo mpya. Basi tutakuwa tunatamba mjini. Yako majina mengi yanahusishwa ndani ya klabu ya soka ya Simba Sports Club. Miongoni mwa majina hayo na dili hilo linaelezwa kwamba Mwamba amehusika kweli kweli kwenye kulifanikisha jina hilo. Raia kutokea Afrika ya Kusini. Nataka nikutajie Nitajie. Aliyekwenda kwao akaambiwa na kocha yao kwa ajili ya kuitaka saini na kandarasi. Nitajie. Lakini kocha huyo akaamua kumsikiliza Steven Becker. Yani shida kubwa inakuja hivi. Sisi tuna mausajili kwa tunataka. Umeona? Lakini mwalimu kwa sababu ndio na timu, ana watu wanajua kwamba hao nikiwachukua wataingia katika mfumo wangu haraka maana nimewahi kuwafundisha. Sio unaelewa mpaka hivyo? Unaelewa vizuri. Sasa wachezaji ambao wanataka Steve Becker ni kwamba hawatampa tabu kuingia kwenye mfumo. Kumbuka Steve Becker kaanza kufanya vizuri la pili. Maana wachezaji ndio walimuelewa zaidi na kwa haraka zaidi. Na Simba kwa naye inang'aa, inafanya vizuri kwa sababu walimuelewa dakika za mwisho. Mbona kina Duchu wakawa wanang'aa. Kibabage anang'aa. Kutokana na nini? Mfumo wa mwalimu tayari kwa ushakolea. Isingekuwa ligi kusimama, pangetokea maafa siku zijazo. Timu zingefungwa zote kwa mfumo wa mwalimu. Kwanza tumistreka. Huu mfumo huu. Yoyote yule anafunga. Nitakuja kujaribishia tu jinsi mfumo unavyoanza. Kasali akisimama, ndio maana Kasali kasema baki. Hata sisi tuna mandazi tumeshiba makande tunasema hatufai. Ngoja mimi niweke sawa kwanza ile. Alafu utanikumbusha seka sawa. Kasali ndio kaleta makombe Msimbazi. Aliyeondoka ameondoka nini? Yaani sasa na ubao unaandika. Je, Kamara alileta nini? Kasali alileta nini? Kasali utaandika Kasali alileta makombe. Kamara nini hakuleta kitu. Sasa kuna watu wanamtaka mtu ambaye kuleta chochote. Yaani mtu anamtaka Kamara kwamba kipa mzuri. Je, alileta kombe gani? Umeona wewe huo. Unatoa wewe ndio design zao. Simba kuna wewe. Mtu anakuambia tunamtaka yule. Yule kaleta kombe gani? Kasali ndio kipa bora. Ndio maana kaleta makombe yote. Kwanza hajakubali kufungwa na Yanga Kasali. Ashafungwa. Hii raundi ya pili. Kafungwa na Yanga goli mbili. Ugeni. Kafungwa na Yanga goli mbili. Unaelewa ulikuwa ni ugeni. Hii raundi ya pili Yanga ameshindwa kumfunga. Maana yake ni nini? Simba hii ambao Kasali anasema golini. Wewe mfumo wa Beka ule. Umewasumbua mpaka Yanga Afrika mpaka dakika 10 Yanga kama chuma mbili. Ule mfumo unaanza vipi? Kasali mpira huo autoaga autoki mguuni juu. Umeelewa? Lazima mpira upelekwe kwa Kibabage. Kibabage lazima arudishe kwa Kasali. Kasali lazima mpeleke nani? Kibabage tena. Kibabage anarudisha hii mara ngapi? Ya pili. Baada hapo anachukua sasa yule beki sasa.
Rushaini. Rushaini sasa chukua pale. Anampelekea Kagoma, Kagoma anarudisha kwa Rushaini. Wewe unafundisha hapa juu. Rushaini yeye hapo muda huo Ribasa ameshashuka. Anampeleka mashambulizi ya Simba. Ribasa anachofanya yeye anampeleka katikati Chama. Sasa pale mbele watu wanakutana wako vipi wako hivi. Unajua na diploma ya kocha eh? Sielewa. Pale mbele wako hivi. Sasa Chama anachofanya yeye, Chama anaupitiliza. Kibisa wala huyo hapa. Ribasa huyo hapa. Oura hapa. Nani yote anafunga. Kwa hiyo hatuna shida striker. Ndio. Kutokana na mfumo wa nani? Wa mwalimu. Ndio maana bwana Sele anaingia kipindi cha pili na akiingia anapata na goli. Mfumo ni mwepesi ambao mwalimu alikuwa anatumia. Ndio Yanga dakika 10 zile kwa chuma hizi 2. Simba kila saa wako hapa. Mfumo mwalimu anaotumia. Sasa akimleta Peter Shalule. Sawa? Peter Shalule. Peter Shalulile. Kwa hiyo atakuwa anasaidia na mwalimu. Mwalimu anaanza kipindi cha pili. Peter Shalule anaanza kipindi cha kwanza. Kwa mfumo huo sasa Chama anapitisha katikati ile. Yule klabu bingwa nakwambia hiyo. Yule Benjamin Mkapa hiyo. Yule robo finali hiyo. Shalule kachomekea jezi. Ndio la pili. Simba anaenda nusu finali. Anaenda kidogo. Haya, yule bwana ambaye Steve Becker anamtaka ambaye yeye kamsajili winga. Sikiliza kama kimi hiyo. Sikiliza. Yule winga. Yule winga yule. Ni kwamba akichoka Libase moto hauzimiki. Ngoma inaendelea vile vile. Muda huo steka hapo sasa hizi ni mwalimu. Sele. Hapo mtu Yanga ashakula 3 kipindi cha kwanza, mwalimu anaingia hapo winga huku na anakimbiza upande huo huku. Bwana sio unanielewa na unga peke yangu. Unaelewa vizuri eh? Na nyinyi mnaniangalia mnaelewa, sio mnaniangalia tu kwenye comment mnaelewa ninachozungumza? Ndio. Mnanielewa vizuri ndio Simba ijayo. 3 Simba kinachofanyika muda huo yule bwana yule wa kule yule Zanzibari anaingia sana troti yule Zanzibari. Hauna kazi. Simba Sports na yule wa kwao yule fullback. Nisikilize kwanza. Yule fullback hayupo. Yule bwana Mzanzibari ana troti. Mwana bwana. Nauliza. Huko watu wanamwagika. Pumzishe Chama. Pumzishe Chama. Mwalimu anaamua Chama apande afu arudi hapa namba 8. Mbona kama inaanza upya hiyo? Ndio Simba ambayo tunategemea kuchukua ubingwa wa Afrika mwaka kesho kutokana na mfumo mwalimu ambaye anaenda nao. Leo umezungumza kiutaalamu na hata yule ambaye haelewagi na yule ambaye anajifanya kuongea lakini hajui, wewe umezungumza kiutaalamu waelewe kwamba ndio Simba ijayo. Nimetoka kwa Simba iliyopo na Simba ambayo Simba ambayo inaokuja. Vipi hizi taarifa kuhusiana na fullback wao ambaye pia ziko taarifa zinasemekana ya kwamba viunga vya Msimbazi Sports Club huenda pale akadifiti vizuri, si mwingine Bakari Nondo Mwamnyeto. Hapo nimeamua tu kuweka wazi, sikutaka kujificha. Unajua pale sasa kuna shughuli. Kwa sababu Ture ni mtu ambaye yuko kwenye mfumo wa mwalimu. Si kapteni wa Makombe. Huyu mimi nasema Ture sasa. Hapo anakuja huko. Sasa hata kwenye panga. Ubora ule wa Ture unaweza kuweka benchi afu Mwamnyeto kaanza. Kapteni wa hapo kitakachofanyika. Hapo umeenda klabu bingwa unajua. Klabu bingwa Mwamnyeto lazima aanze na Rushani. Mwamnyeto na Rushani. Rushani na Mwamnyeto. Mbona kazi hiyo? Lakini mimi bado mimi mtaua watu kutokana na nini? Kinachoniumiza ina maana kwamba nani aanzie benchi? Ina maana kwamba tu aanzie benchi? Inaingia kilini kweli hiyo? Anategemea na sasa Mwamnyeto kwa mechi za kimataifa sana anazijulia. Kwa hiyo tayari Mwamnyeto aanze, tu aanzie benchi. Ndio bishani tutakapokuja hapo. Kwa hiyo Mwamnyeto anza, alafu Ture utaingia labda kipindi cha pili. Sasa Mwamnyeto kwenye magoli ya kichwa atatusaidia. Hapa pata picha sasa. Tunakutana na Yanga Afrika. Mwamnyeto anawajua nje ndani. Wakina Baka hapa wanamkaba kana nani? Alafu ndio inapigwa inaenda juu ile. Unahesabu goli la kwanza hilo. Mimi nachokwambia hivi, hii Simba itasumbua mno. Simba ya Mwamnyeto. Kwanza Yanga anaanza kocha mpya mpaka ajeelewane na kina Baka, msimu umeisha huo. Steve Baka alichofanya yeye anaendeleza pale alipoishia. Kitaalamu huyo nakueleza. Steve Baka anaendeleza pale alipoishia. Wote hame huko. Simba sasa hivi atakuwa na makombe mpaka tunaanza ligi, Simba atakuwa na makombe 5.
sababu tunaenda Uganda, tunaenda Rwanda. Leo tunachukua paredi inaanza upya tena. Simba ni jambo dogo. Yaani tunaenda Rwanda, kombe tunachukua na paredi inaanza upya. Njia tuliyopitia safari ndio ile ile kama tembo. Tembo akipitia njia miaka 20. Hata kama mwaka ilipita atapita mle. Sasa sijajua atakuja na lipi tena safari watapita pale. Kwa sababu Simba wako atakubadilika. Sijui atakuja na jambo gani tena lingine ambalo litatrendi. Hiyo ndio Simba alikuwa na hadisieni. Leo ni malizeni Simba ijayo. Sikumwambia Simba ijayo. Simba ijayo. Simba ijayo ni Simba ya kutisha barani Afrika. Sio Tanzania tu. Barani Afrika. Ndio Simba inakutajia. Kwa sababu huyu mmoja sikutaka kuzungumza. Wewe ndio umelazimisha. Wewe ndio unapeleka siri. Hata umelazimisha hapa tumeka. Wazao ukifanya hivyo Yanga anamsaidia tena unajua. Wewe Yanga wachana Yanga nini? Na nyingine ambayo kwa hujajua. Kuna yule namba 6 ambaye aliondoka Yanga akaenda Singida. Namba 6 aliondoka Yanga akaenda Singida. Umeshamaliza kodi ninayo. Sio leo mpaka hivyo. Si yule Mganda yule. Sija nahisi ndio huyo. Watu wanapishana tena kama inawezekana. Arudiwa. Kwa sababu timu ndio sajili wachezaji 40. Au ndio mmebadilishana soa aende afu aje huko. Bwana wewe bwana acha. Simba ijayo achana nayo. Watu watalia mjuu. Steve Becker sasa ndio utakuta kila saa. Aucho haina haja ya kuficha. Wewe Steve Becker anashangilia vipi? Umeona akishangilia? Wewe kumuona mapiga gaida hivi. Hapo mleo kachomekea chaki yani. Shauri naye ndo anakimbia kwenye kibendera. Kachomekea jezi. Tutashauri huyo kazi ya mwalimu Melika. Tutafurahi safari hii. Wana Simba watafurahi. Hiyo Simba ndio ijayo hiyo. Bwana niweke kikomo hapo na nikushukuru sana mchungaji wa Simba Sports Club. Asante sana. Na wengine wanakosea kulitamka. Litamke vizuri. Unajua wengine nini ujue? Mchungaji Simba. Mimi ni mchungaji wa Simba Sports Club. Mchungaji ambaye anaombea timu yake mwanzo mwisho. Mimi nimeitiwa kwa ajili ya Simba tu. Sikuitoka kwa ajili ya mambo mengine. Simba Sports Club. Shukrani sana. Asante sana.